pasipo kufanya malipo. Jamaa yupo kazini. Selemani Mwalimu alikuwa akitokea bench. Kadri muda unavyozidi kwenda, mambo yanazidi kuwa mengi, mambo yanazidi kuwa moto, na hapa nipo na mdau ataenda kutupitisha kwenye mambo ya msingi ambayo yanaendelea kwenye tetesi za michezo, lakini pia kabla ya mchezo wa dabi ya Kariakoo utakaofanyika Zanzibar. Kama kawaida tunaona joto si la kawaida. Dabi ya Kariakoo imeambatana na vitu vingi. Hizi tetesi zina maana gani? Kwanza zinakuwa na mchango gani kwenye hii mechi? Kimsingi tetesi kama hizi zinaenda kuathiri moja kwa moja saikolojia ya mashabiki kwanza, hasa mashabiki wa Simba ambao waliaminishwa kwamba Selemani Mwalimu tayari amesajiliwa kwa mkopo, lakini ghafla siku moja kabla ya dabi wanapokea taarifa kwamba amesajiliwa Yanga. Kiukweli imewatoa mashabiki wengi wa Simba kwenye mchezo, umeona. Lakini kwenye ndani ya uwanja tactically, Mwalimu yeye ana jukumu la kuandaa wachezaji wake vizuri kisaikolojia kuelekea kwenye mchezo huo, kwani wachezaji wana fikra tofauti na mashabiki. Kwa hiyo kwenye kuathiri timu ndani ya uwanja sioni kama inaweza kuathiri, lakini kwa mashabiki imewadisappoint. Huyu Selemani Mwalimu kuondoka na kwenda Yanga inampa ugumu kiasi gani coach ambaye anabaki na timu na kuhakikisha kwamba timu inapata matokeo? Kwa Steven Becker kama mwalimu sioni kama itakuwa changamoto yoyote, kwa sababu tukirudi msimu ulioisha Selemani Mwalimu alikuwa akitokea bench mara nyingi, michezo mingi alikuwa akitokea bench, na Mpanzu alikuwa akianza kama force number 9 na Mpanzu ukiangalia namba zake za magoli na assist zilikuwa nzuri kuonesha kwamba alikuwa anaweza kudeliver vizuri kwenye nafasi hiyo. Kwa hiyo naona kwa msimu huu kwa ushambuliaji ambaye amesajiliwa Dumbia, nikimwangana na Mpanzu naona Mpanzu anaenda kuanza na haitakuwa shida yoyote kwa Steven Becker kuelekea kwenye mchezo wa dabi. Nikiongea kama shabiki wa mpira kiukweli hiyo imedisappoint mashabiki wa Simba, lakini tukirudi upande wa pili jamaa yupo kazini, unaona, na mara zote huwezi kumwingilia mtu kwenye majukumu. Ameweka maslahi mbele kwenye kazi yake, kwa hiyo nikumtakia kila laheri huko aendapo, japo sioni nafasi yake kama itakuwa kubwa kulinganisha na ilipokuwa Simba. Kutokana na Yanga ina washambuliaji wapya wawili, ukiangalia kama profile ya Sharulile sijui anaenda kucheza nafasi gani, sijajua. Lakini tunamtakia kila laheri huko anapoenda. Sasa watu wanajiuliza imekuwaje rahisi kwa Yanga kupata saini ya Selemani Mwalimu au Selemani Mwalimu kuitumikia Yanga msimu huu? Mimi nikiwa kama mfuatiliaji mkubwa sana wa mpira wa miguu Tanzania, imekuwa rahisi kwa sababu Selemani Mwalimu alikuwepo Simba kwa mkopo kutokea Wydad Casablanca. Naona na mkataba wake wa mkopo ulipoisha alipaswa kurejea Wydad, then Simba waende tena waombe nafasi nyingine ya kuwa na Selemani Mwalimu. Lakini kwa nilichofuatilia kwamba kilichochelewa ni kwamba Simba waliweza kufanya makubaliano na Wydad pasipo kufanya malipo ya awali kwenye mkataba huo wa mkopo. Kwa hiyo alichokifanya Engineer Hersi ni kwenda kutokea nyuma na kwenda kuingilia ili sakata ili dili na kufanya malipo then kumchukua Selemani Mwalimu. Na nikiangalia klipu ya rais wa bodi ya wakurugenzi ya Simba Magori amesema Simba haiwezi kulipa bilioni 1 kwa mshambuliaji kama Selemani Mwalimu. Kwa hiyo mimi naona labda haikuwa ngumu sana kwa Yanga, kwa sababu kiongozi mkubwa wa timu anazungumza hivyo, manake kwamba mwishoni hawakuwa na nia naye. Kwa hiyo naona ilikuwa ni jambo rahisi sana. Inaonekana tu ni kwamba ni ule msemo kwamba sizitaki mbichi hizi, au wewe unaionaje hiyo kauli? Ina depend, inategemea, kwa sababu inawezekana ni kweli au ikawa si kweli. Lakini mpaka sasa hizi haiondoi ukweli kwamba viongozi wa Simba wameonekana ni viongozi wa kawaida sana. Kutokana na wewe huwezi kutangaza hadharani kwamba umemsajili mchezaji alafu mwisho wa siku unaamka asubuhi unakuta ametambulishwa na wapinzani wako. Imeonyesha kwamba weledi wa uongozi wa Simba bado uko chini sana. Binafsi yangu nikiongea kama mshabiki ambaye nimeangalia Yanga mechi yao ya juzi ya siku ya wananchi, kuna baadhi ya maeneo ambayo hatuwezi kuyatabiri kwa sababu hiyo nafasi imejaa wachezaji ambao wana uwezo mkubwa sana. Kwa hiyo itabaki kwa jukumu la mwalimu. Lakini kwenye maingizo mapya no doubt striker Sharulile anaenda kuanza pale juu. Lakini pia nafasi ambayo alikuwa anacheza Pacome Zouzoua, nimemwona bwana mdogo anaitwa Zakuani, ni winga mpya, naenda kumuona anaanza upande ule. Lakini upande wa kulia no doubt anaanza Okelo kutokana na mchango wake mkubwa wa magoli. Eneo la namba 6 pale Ngoma amesajiliwa,
naona anaenda kuanza. Sasa anacheza na nani hapo ndo sijui, kwa sababu kuna Duke Abuya, kuna Mudathiri Yahya, kuna Max Nzingeli. Kwa hiyo ni juu ya kocha wa Yanga sasa. Yeye mwenyewe ndo ataamua, lakini maeneo mengine ya nyuma huku ni wale wale ambao tunaona kila siku wanacheza. Kwa hiyo kwenye kikosi cha Yanga mabadiliko yatakuwa ni sehemu ndogo sana. Mimi bado naona inawezekana kwa Yanga kuruhusu goli ama Simba kutopata goli, kwa sababu mechi ya mwisho ukiangalia Simba mechi ya ligi ametoka 2-2 na backline ilikuwa ni ile ile na naona Yanga inaenda pia kumkosa Dickson Job kwenye mchezo wa kesho. Kwa hiyo mimi naendelea hii mechi naipa 50-50 kwenye safu ya ushambuliaji ya Simba na safu ya ulinzi ya Yanga, ambayo nimeona wameingiza beki mpya wa kigeni ambaye sijamuona kama ni top class sana, lakini Simba kwenye eneo lao la ushambuliaji najua wamemuongeza Keleso Mahalu wa yule winga mzuri, wana Anicet Ura, Libase Geye, wana Elim Panzu. Mimi naona bado kuna nafasi Simba kupata goli kwenye mechi ya kesho. Mimi niwaambie tu kwamba waamini squad yao kwanza, kwa sababu squad ina mabadiliko kidogo sana. Waamini wachezaji kwamba wanaweza kupambana, kwa sababu mabadiliko kwenye kikosi chao yakikuwa kikubwa sana. Mimi nawapa tu imani kwamba chochote kinaweza katokea kesho.